Mungu akubariki sana wewe ambaye unanitazama wakati huu, na niseme asante sana kwa wewe ambaye umekuwa nami kuanzia tulivyoanza masomo yetu haya ya chakula cha ubongo, kuanzia episode ya kwanza mpaka wakati huu tunapokwenda kuigonga episode ya 6 siku hii ya leo. Barikiwe sana, na naamini kuna kitu ambacho unaendelea kujifunza kila unapocheki hizi episode. Kuna kitu unangamua na kinakaa kwenye akili yako, na ukienda kufanyia kazi, basi kuna hatua fulani kubwa tu ambao unaweza kaipiga kwenye maisha yako na hautajutia kamwe kuichagua TV hii. Mungu akubariki sana, na tuendelee kuwa sote kama ambavyo kwenye kila episode ambayo tunairusha hewani. Na leo ni episode ya 6 tukiwa kwenye kufahamu idadi ya makundi ya watu walioko duniani na tabia zao, na wewe uweze kujiona uko kwenye tabia gani. Na tukizungumzia kwenye haya makundi, niliweza kuzungumzia kundi la kwanza ambalo nilizungumzia ni wale watu ambao wanatumia akili yao kwa ukubwa, wanafikiria kwa ukubwa zaidi, na mioyo yao ni mioyo yenye uvumilivu lakini yenye imani kubwa ya kuweza kwenda kufika kwenye kusudio ambalo wanataka, lakini miili yao inakuwa ni shupavu, miili ambayo ni jasiri, haitaki kuchoka mpaka pale kusudio limekusudiwa kufikia. Hiyo ndio ilikuwa kundi la kwanza. Lakini kazungumzia kundi la pili ni wale watu ambao wanafikiria kidogo kwa uchache, kidogo, lakini wana mioyo thabiti, mioyo migumu, mioyo yenye uvumilivu na yenye imani iliyo thabiti, lakini pia miili yao ni changamfu. Ukiweza kupita pale kwenye episode ya 5 unaweza kuona jinsi ambavyo niliweza kuchambua, na nikasema kwamba kwenye kundi hilo wapo sana wafanyabiashara, wapo wafanyakazi, wapo majambazi na wezi pia wako kwenye kundi hilo la watu ambao wanafikiria kidogo kwa uchache, lakini wana mioyo yenye imani kubwa na miili yao ni shupavu, yani kwamba wakati wote anaamini kwenye kazi zaidi kuliko kitu kingine. Niliweka hilo kundi, unaweza kaona kwenye episode ya 5, basi unaweza ukapata ufafanuzi zaidi. Lakini leo nataka kuja kukupa kundi lingine la 3, ambalo hili ni kundi ambalo linafikiria kwa udogo, lakini pia nafsi zao, mioyo yao haina uvumilivu. Ni mioyo ambao wakati mwingi inaweza ikakata tamaa na kukosa matumaini, na lakini miili yao ni changamfu, miili yao yani ni shupavu. Sasa kwenye kundi hili tunawapata watu fulani ambao ni wajasiriamali, wengi ni wajasiriamali ndogo, na watu wa namna hii mara nyingi huaga hawawezi kufanya zile biashara za kubadilishana fedha kwa rasilimali au fedha kwa bidhaa. Yani zile biashara, kwa mfano labda ni kuuza duka, yani kwamba uende ukanunue kitu uje ukiweke dukani ukiuze, alafu zile hela utakazopata uweze kuweka mgawanyo wa kupata mtaji na faida na nini. Zile mara nyingi watu kama hawa huaga hawazipendi sana. Wanapenda sana biashara za makubaliano. Biashara za makubaliano ni mfano kama biashara gani? Niatolea tu mfano kama vile mtu anataka achukue pikipiki ya mtu afanyie biashara, yani kwamba yeye aende akatengeneze hela akuletee, au yeye akiwa na kwake basi ni mteja atakayembeba amfikishe kwenye destiny, ampe lake arudi. Lakini sio biashara ya kubadilishana, yani kwamba ameenda kununua bidhaa alafu aje afanye biashara ya kukupa wewe arudishe change na vitu kama hivyo. Yeye huaga hawezi. Ni watu ambao wanatamani kufanya biashara za makubaliano, yani vitu kwenye tenda, labda mtafanya tenda fulani, mtakubaliana kwamba tunajenga, tukishajenga tukimaliza unatupa hela yetu tunaondoka. Kama ni kwenye biashara ya usafiri, kama ni kwenye biashara zozote zile ambazo zinahusiana na malipo baada ya kazi, ndio mara nyingi watu wa namna hii wanapenda sana kuzifanya. Lakini kwenye tabia ni watu ambao wana hasira sana, kwa sababu kwenye imani zao, mara nyingi imani yao huaga wanaamini zaidi kwenye kudhulumiwa zaidi kuliko kuamini kufanikisha. Yani wanaamini, yani ukifanya biashara na mtu nafasi ya kudhulumiwa ni kubwa zaidi kuliko ya kupewa. Kwa hiyo wakati mwingi si watu ambao wanakuwa na furaha sana, hata anapofanya kazi anafanya akiwa yani ana mawili. Huyu mtu nafanya kazi mpaka itapofika jioni au itapofika mwisho wa makubaliano yetu atanipa hela kweli. Ni watu ambao imani yao kidogo iko chini, sio watu ambao wana imani ambayo inaweza ikawa thabiti ya kuona kwamba acha nifanye hivi, lakini mwisho wa siku naamini nitapata kile kilicho changu. Ni watu ambao wakati wote anafanya huku ana hasira, anafanya huku hakuonyeshi kwamba
ana amani mpaka utakapompa, yani kwamba akishapata ile hela yake, akapata ile faida yake, ndio furaha inaanza kufunguka baada ya kupata tumaini. Na mtu kama huyu ukitaka kufanya naye kazi, mtangulizie kwanza hela yake. Ukishamtangulizia hela, atafanya kazi kwa raha na upendo, kwa sababu naamini tayari hela yake ipo. Shida yao ni moja, ni kwamba wakati anafanya kazi, kama ukimtangulizia hela akafanya kazi, kwa sababu anafikiria kidogo kwa udogo, lakini na imani yake ni haba. Maana yake kwamba anategemea imani ya mtu mwingine. Kwa hiyo akifanya kazi yako, umeshampa hela, maana yake akipata mtu mwingine akamjaza imani yake, aende akafanya kazi sehemu nyingine, maana yake kwamba yuko tayari kuacha ile yako bila kujua kabisa kwamba atakuumizaje, utaumiaje, kwa sababu hafikirii hilo. Yani yeye anafikiria tu pale ambapo anaona kabisa kwamba kuna mtu amemjaza imani kwamba kuna hela nyingine sehemu, yuko tayari kwenda kuifanya bila kujua kwamba utaumia vipi, bila kujua kwamba utajali vipi. Madam yule aliyomjaza imani alionayo kwenda kufanya kwake ameipokea, anakwenda kufanya. Kwa hiyo hawa ni watu ambao wenye kundi lile ambalo wanawaza kwa udogo, lakini imani ni ndogo pia, ila kwenye shughuli, kwenye mwili wanafanya vizuri, na wanafanya, hawa ni wachapakazi wazuri sana kwenye kazi, lakini sio kazi ambayo anaweza mara nyingi akaianzisha yeye alafu akaenda kuifanya. Hapana. Na sio mtu ambaye ile kazi anaifanya akiwa na imani ya mafanikio, isipokuwa anaifanya kwa bahati nasibu, yani kwamba itokee atapata au itokee hatopata hivyo. Lakini mara nyingi waga wanaamini kutopata mafanikio, yani hawaamini moja kwa moja kwenda kufaulu kwenye mafanikio yao, wanaamini sana kwenye kufeli. Kwa hiyo kama anafanya kazi na wewe, na au ni wewe ndio umempa kazi, mara nyingi hana furaha na wewe mpaka pale atakapoona amekamilisha kazi yako na umempa hela yake, ndio mtakuwa marafiki. Vinginevyo mtafanya tu hivyo ili bradi mfanye siku iishi. Lakini pale utakapokubaliana na kazi yake na pale ambapo utakuwa umemlipa, ndipo furaha yake inapoanza kutimia. Hilo ni kundi la 3 ambalo nimeamua nikuletee wewe na ujiangalie. Kama uko kwenye kundi hilo na unatamani kufika kwenye makusudio yale ya nafasi ambayo nilikuwa naizungumzia toka kwenye episode ya kwanza, basi unaweza ukaswitch kutoka kwenye hilo kundi uje kwenye kundi ambalo litakuwa ni thabiti, lenye imani kubwa, akili kubwa, lakini moyo thabiti, uweze kwenda kufika kwenye kusudio. Nimeamua kuletea hilo, na kama nimekugusa unisamehe, lakini hata mimi pia nipo kwenye moja kati ya makundi ambayo nitazungumzia hapa kadri tunavyoendelea kujulishana. Kwenye episode inayofuata tutakuja kuzungumzia kundi lingine linazungumziaje, ni kundi gani. Tuendelee kwa sote. Kwa sasa hivi, bye bye.